Bwana, ndugu yenu hapa, mtetezi wa waimbaji, msemaji pia wa wachungaji, lakini pia meneja wa waimbaji, Afande Bright Tanzania, Afande Bright tena. Kwa mara nyingine leo nimemwalika mtumishi wa Mungu. Tuko hapa lengo tukichakata na kutazama maadili katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Jina lako? Majina ni Apostle Omari Ngodoki, natokea Vikindu, nachunga kanisa linaloitwa JLCI. Karibu sana ndugu wasikilizaji. Sawa, na tuko hapa, kuna watu wanatusikiliza kupitia radio, lakini pia kuna watu wanatutazama sasa hivi, tuko live, tuko mubashara, au sio bwana? Sawa. Lengo ni moja tu. Kuna vijana wameandaa kampeni kwa ajili ya kupinga ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Kwamba hili limekuwa ni swala ambalo linaimbwa sana na waziri wa wizara husika, lakini pia viongozi wa serikali wakiongozwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, si ndivyo? Vijana wameandaa event kutokea Morogoro. Wao watatembea takriban kilomita 194 kwa mguu, wakihamasisha jamii kuto kushiriki kwenye vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, ikiwemo ubakaji, kuruhusu watoto wasome na vitu vingine. Tumeona ndoa zinakuwa zinavunjika, lakini wengine wakiuawa kwenye ndoa. Wewe kama mtumishi wa Mungu, kimaono unalizungumziaje hili na unasimamaje nao? Iko sawa wao kutembea kwa mguu na wakihamasisha kila sehemu? Tukiangalia neno lenyewe ukatili, ukatili maana yake ni vurugu. Yaani ni uporaji wa haki. Yaani kuna mtu anaporwa haki yake ya msingi anaporwa. Ile jinsia basi ni kama vile mwanaume anapora mwanamke. Yaani nataka nifafanue kwa urahisi sana, kila mmoja alielewa, kwa sababu tukisema ukatili wa kijinsia inaweza likawa ni dude ambayo halieleweki masikini mwa watu, lakini ni unyanyasaji, uporaji wa haki za jinsia nyingine. Halikubaliki. Wanaohamasisha na waunga mkono kabisa. Wanasema wakifika Dar es Salaam wanatamani watumishi wa Mungu, maaposto, kama mwapokee, mtie neno ili lengo kufanya hamasa iwe kubwa zaidi, na watafikia lango la jiji. Kipindi kile ilikuwa ni Ubungo, sasa Ubungo matatu kwa tunaita. Sasa hivi tunaita Kijazi interchange, si ndio hivyo? Watafikia pale sababu sasa unajua lango limekuwa Mbezi mwisho kule Magufuli tena. Kwa hiyo wanatamani wakifika pale Kijazi interchange kama wakutane na watumishi wa Mungu. Hii mko nayo sawa ama vipi? Iko vizuri kabisa. So long as wakifika siku ambapo haitaingilia labda ratiba zetu, then tuko tayari kuungana nao. Hii kitu haikubaliki. Sisi wenyewe tunahubiri amani. Amani ikikosekana na washirika wanaweza kukosekana. Kuna mtu unajua hawezi kuja kanisani kwa sababu amepigwa, amevimba uso. Hawezi kuja kanisani of course. Kwenye jamii ambayo umesha ihudumia, hasa pale kanisani kwako, JLCI Vikindu. Vikindu. Ni aina gani ya watu ambao unaishi nao, hasa tukiwa tunaunganisha na hili swala la ukatili? Unaona ni watu ambao wanaishi kwenye jamii ya namna gani? Maana kuna jamii bado sasa hivi zina ukeketaji. Mtoto wa kike haruhusiwi kusoma, mtoto wa kike haruhusiwi kumiliki chochote, ardhi na vitu vingine. Kwako kwenye jamii ambayo unaishi nayo, hili likoje? Kwa upande wangu ni jamii ambayo ndani utakuta wakati mwingine kuna hawa vijana wanaokuwa ni wale vijana ambao wanakuwa influenced sana na madawa ya kulevya. Kwa hiyo ukikuta mtu anatumia madawa ya kulevya, manake kuna mahali amejifunza. Na kama kuna mahali akajifunza, manake utakuta tu ule unyanyasaji unatokea automatically. Kama amejifunza na ni kijana mwenye miaka 18, manake tayari alishajifunza akiwa na miaka 15, 16, tayari yule ni ukatili. Tokea chini pale. Mtoto alifanywa ukatili sababu alifundishwa kitu ambacho hakustahili. Nikukatishe tu. Siku moja nikakutana na kundi la vijana walikuwa wanapenda sana kuvuta bangi mahali fulani. Sasa bahati mbaya ilikuwa ndio njia yangu. Mimi niliwaita nikaambia, sikilizeni ndugu zangu, mimi bado nawapenda, lakini hao vijana wana familia mtaani kwetu, wana watoto mtaani kwetu, lakini ndio wanaoongoza kuvuta bangi. Nikamwambia, sikilizeni, swala hili kwanza kwenye jamii halikubaliki. Hilo namba moja. Namba mbili, watoto wetu tunawafundisha nini? Wakikuona we baba unavuta, unapuliza, watoto wanajifunza nini? Nikawakataza na nikamwambia, na ninawaambia hivyo kwa upendo kabisa. Mwingine angeita polisi mkakamatwa mkapotezwa, lakini niwaombe, nilipoongea nao kwa kweli namshukuru Mungu walinielewa, walihama mtaa. Walikohamia sikujui. Sawa. Bado kampeni zinaendelea kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama, na tunaamini nyinyi watumishi wa Mungu, wachungaji, lakini wahubiri ambao mnahubiri kweli ya Kristo, ni watu ambao mnapenda amani zaidi. Amani kitawala makanisani tutajaa. Tutajaa. Tulishaona hapa siku kadhaa ambazo zilipita kwamba kama kuna kitu kinakosekana, basi inawezekana tukashinda sana ndani, na kuhakikisha kwamba ile litokeze tena. Watu tuliabudia majumbani. Yes.
kuhakikisha kwamba litokeze tena. Najua ndio hivi natakiwa tupinge ukatili, kwa sababu kuna mtu alisema akionewa mtoto mmoja, huyu mtoto na kakake ana babake ni chain. Kwa hiyo inafika kipindi unakuta ni ugomvi kati ya ukoo na ukoo, inafika mtaa kwa mtaa. Nini tunawaambia jamii ambayo inatutazama sasa hivi kuhusiana na masuala mazima ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, lakini tukiunganisha na habari ya kuhudhuria ibada? Kwa neema ya Bwana niwaombe Watanzania wote wanaotusikiliza kwamba ukatili wa kijinsia haukubaliki mbele za jamii na mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo niwaombe tu tubadilike. Kuna mambo mengine ya kufanya ambayo yanaweza kuleta amani kuliko kulazimisha kitu ambacho kitaenda kuvuruga amani ndani ya Tanzania. Lakini pia mambo mengine unaweza ukajifunza zaidi unapokuja ibadani. Ibadani kuna mambo mengi ya kujifunza, na hasa GLCI tunafundisha mambo mengi. Elimu, mtumishi wa Mungu, elimu ndiyo inayosababisha, ni chachu kubwa ambayo inayosababisha ukatili wa kijinsia katika jamii. Mtu akishaelimika anaacha. Tumeona watu wengi wameshawahi kuja kanisani kwangu. Nina mabinti zangu ambao walikuwa wanashinda baa, wanalewa, wanabuya maunga, hakuna kitu chochote ambacho walikuwa, yani kibaya ambacho walikuwa hawawezi, lakini walipokuja kanisani wakakutana na Injili ikawabadilisha. Leo hii ni sehemu ya viongozi ya timu yangu kanisani. Na wananisaidia sana. Nasema watu wa hiyo upewe kongole. Ibada zako pengine kwa wiki tuna ibada Jumatano, tuna ibada Ijumaa na tuna ibada Jumapili, ibada ya kufunguliwa. Hiyo sio ya kukosa. Una matatizo, una magonjwa, unahitaji ushauri, unahitaji kuombewa, umekosa kazi, hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kutenda. Karibu sana ibadani. Mawasiliano 0713668715 0622422231. Karibuni sana bwana, asante sana. Pengine na wakati tuna agana ni tukio gani pengine kwa huu mwezi ama kwa huu mwaka ambao tumekwisha kuanza na robo tumeshaiondoka hivyo, si unajua tukivuka mwezi wa 4 tunaitafuta nusu mwaka hivyo. Ni tukio gani ambalo unasema hili nakwenda kulifanya katika kanisa langu litakuwa ni kubwa kuliko matukio yote ambayo nimekuyafanya kwa mwaka huu? Nina program ambayo ni endelevu. Hiyo program kila tunapoifanya inaendelea kuwa kubwa zaidi. Na lengo langu kubwa ili tuje tuifanye ikiwezekana kitaifa. Inaitwa Atukuzwe program. Atukuzwe program ni program ambayo huwa tunaifanya kila mwanzoni mwa mwezi. Ni ibada ya kumshukuru Mungu pamoja na kumsifu, ikiungamana na kumwabudu humo. Atukuzwe program, tumemwona Mungu akitenda mambo makuu na tunaendelea kumuona Mungu akitenda mambo makuu. Karibuni sana. Mungu akubariki sana Apostle. Amina. Zidi kubarikiwa sana. Mimi ni ndugu yako hapa Bright Mbile KA. Afande Bright tena. Mtetezi wa waimbaji lakini msemaji wa wachungaji. Lakini pia meneja wa waimbaji. Nyuma kamera director Shady Brand. Hii ni Bright Media TZ. Subscribe, comment, share na Mungu akubariki. Amen.